Yani mtu anayeiga vya wengine hawezi akakua, kwa sababu itafika mahali unakosa, yani unakosa plan B. Yani unafika mahali unanasa, kwa sababu tunaiga. Ni sasa na mwanafunzi ambaye anayepiga chabo, yani asiyejua kusudi. Ni sasa na mwanafunzi ambaye hana uwezo darasani. Sasa yani si kwa maana hana uwezo, ila ameikataza akili yake kuelewa, ameidumaza, kwa anategemea kuchungulia kwa wenzake. Sasa wapiga chabo ni sawa na mtumishi ambaye hajui alichokibeba, kwa anaona cha mwenzake ni kizuri kuliko cha kwake. Kwa ni mtu anayejikataa, yani kuiga vya wengine, manake wewe umejikataa. Kuiga huku ni kule unataka ufanye kama anavyofanya mwenzako. Utafute mtindo wa kwako, kwa sababu kila kusudi ulilobeba, hata kama linafanana na mwenzako, kuna neema fulani ambayo Mungu anakupa. Mwenzako hana hiyo neema kufanikisha hicho, na yeye huyo mwenzako ana neema aliyopewa kufanikisha alichokibeba, ambao wewe huna. Kwa unapoiga anachokifanya, manake lazima sasa uige na neema aliyopewa, kitu ambacho haitawezekana. Na ndio maana lazima ujikubali ili utumie upako na neema ambayo Mungu amekupatia. Hakuna kusudi aliyopewa mtu ambalo halina upako na neema ya kukufanikisha kufanya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Nikupe changamoto hii. Nikupe changamoto hii. Tafuta muda wa kutosha. Anaongea mwandishi wa Zaburi, neno moja nimelitaka kwa Bwana, fanya hivyo. Anasema nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zangu zote, ni utafakari uzuri wa Bwana hekaluni mwake. Tenga muda, mwambie Mungu, nimetumika nje ya kusudi, nimetumika na wewe, nimefanya ya kwako, lakini sijajua exactly, yani sawa sawa, mimi ni nani, umenipa kuwa nani, mimi nimebeba nini, nataka nitumike katika kusudi langu. Tenga muda kutafakari, manake ni kutenga muda wa kuomba na kusoma neno. Ni katika kusoma na katika kuomba na kutafakari, Mungu atakupa kujua. Mimi Mungu alifunua nilichokibeba, niko kwenye maombi. Naomba, nani na shauku Mungu, natamani kujua. Mimi mchungaji kazi, ni kweli umeniita kuwa mchungaji wako kabisa, I know it, naelewa. Lakini mchungaji mimi ni mchungaji wa nini? Maana vya kuchunga ni vingi. Eneo langu la ubora wangu ni lipi? Kwa lugha nyingine, ofisi yangu ni ipi? Kitengo changu kwenye ofisi ni kipi? Yes. Kitengo changu ni kipi? Uchungaji ni ofisi, lakini kitengo kipi? Kitengo kipi? Eneo gani? Mungu aliona ile shauku. Just one night, usiku moja ambao sikutegemea, tuko kwenye maombi, tunatembea, tunavunja, tunaharibu, nasikia sauti ndani. Nikahisi kama na wengine wanasikia. Kambia, nimekuandaa kwa 1, 2, 3. Akanikumbusha maeneo mbali ya miaka ya nyuma, maeneo ambayo niliyagusa katika hicho kitengo ambacho Mungu sasa anakifunua ndani yangu. Nikaanza kuona namna ambavyo Mungu alifanya kwa urahisi na kwa wepesi kwa kutumia hii mikono yangu. Mpaka wengine wanajiuliza, hii elimu umeipata wapi mpaka kufanya haya mambo? Kaambia, ni neema ambayo Mungu amenipa. Na tangu siku hiyo nikaamua kuwekeza kwenye ofisi. Na sasa kila siku, na hasa Alhamisi, nimekuwa nakutana na watu kwa ajili ya kuwashauri kwenye eneo la mahusiano, eneo la ndoa, vijana, wa baba, wa mama. Usiwe na tai shingoni, unapambana hilo eneo, wewe nione at any time. Sipambani, Mungu amenipa hayo mafuta, amenipa hiyo neema, kwa utavuka kabisa. Kwa baada ya kujua kitengo changu ndani ya uchungaji, na ndio wanasema mwenye vingi atapewa. Mwenye vingi atapewa.
na asiye nacho atanyang'anywa. Si kwa maana hana. Ananyang'anywa nini kama hana? Hiyo ni lugha ya kiufundi. Maana yake asiyejua kusudi lake kwenye hicho, watamnyang'anya, alafu atapewa mwingine akazalishe. Kwa nini? Mungu amekupa hilo kusudi kama mtaji, ili kutokea hapo uweze kuwafikia watu, na kadri unavyowafikia watu na kuwavusha, ndivyo nao unavyovuka kwenye maisha yako. Bwana apewe sifa. Tafuta kujua ulichokibeba, na tangu nimepata kujua nilichokibeba, natumika kwa furaha. Kivipi?